Movie yetu inaanza, wakina dada wawili wanafungua duka. Ghafla wanakuta ombaomba amelala nje ya duka lao. Kuna dada analalamika, anasema ni huyu tena. Kisha anaingia dukani, lakini dada mmoja anamfuata kwa upole na kutaka kumwamsha. Yule rafiki yake anakuja na maji kwenye kikombe na kutaka kummwagia, lakini rafiki yake anamkataza na kusema kwa nini tusimwamshe tu? Anasema huyu tukimwamsha hivi hivi na kesho atakuja tena, acha tufanye kitu ambacho kitamfanya asije tena kulala hapa dukani. Lakini rafiki yake anamkatalia, kisha anamwamsha jamaa kwa upole. Kaka, amka. Jamaa anaamka na kumwambia hapa sio sehemu ya kulala. Jamaa akaomba msamaha. Samahani dada. Rafiki yake akaitikia, iwe mwanzo na mwisho kulala hapa dukani. Siku nyingine ukilala hapa ndaita polisi. Jamaa akaomba msamaha. Basi dada aliingia dukani, akachukua kifungua kinywa, akamkabidhi jamaa. Kisha jamaa akaondoka. Sister akaanza kumlaumu rafiki yake. Anasema hiki ulichokifanya utasababisha ombaomba awe anakuja kila siku kwa ajili ya chakula. Sister akasema usijali, tutakuwa tunashare naye. Huyu sister mwenye roho nzuri anaitwa Salome na huyu mwenye roho mbaya anaitwa Naomi. Basi baada ya malumbano lilikuja likasimama gari kali. Akashuka jamaa, akawasalimia, kisha akajitambulisha, naitwa John. Nipo hapa kwa ajili ya kumtafuta ndugu yangu, tumepotezana miaka 15 iliyopita. Naomi akajibu, sasa hapo sisi tutakusaidiaje? John akasema kwa uchunguzi wangu binafsi nimegundua kwamba ndugu yangu alikuwa mitaa hii mara ya mwisho. Nahitaji tu mnijuze kama kuna lolote mnajua kuhusu yeye. Naomi akajibu, ili duka tumepanga wiki iliyopita, kwa hiyo hatuwezi kukusaidia kwa hilo kwa sababu hatujui chochote na sisi hapa ni wageni. Basi jamaa aliwakabidhi picha, akaomba abandike na tangazo dukani kwao. Walimruhusu, lakini shida ambayo ilikuwepo pale, picha ambayo alikuwa anatumia kumtafuta kakake ni picha ya utotoni, kwa sababu ni muda mrefu amepotezana, miaka 15 sio poa. Kesho yake tunamwona yule ombaomba amelala pale pale dukani. Kwa bahati mbaya majambazi walivamia pale dukani, walikuwa wanataka kuvunja. Jamaa alivyoamka, alivyowaona, alianza kupambana nao. Alijitahidi kadri ya uwezo wake kupambana nao. Kwa bahati nzuri wakina Salome wakatokea. Wale majambazi wakakimbia. Salome alimkimbilia mshikaji kumjulia hali yake, lakini yule Naomi aliingia dukani kuangalia mazingira yako poa. Alikuwa ajali kuhusu jamaa, yeye anachojali ni kibunda dukani kipo. Kwa bahati nzuri alikuta mazingira yako poa. Basi Salome akaanza kumwambia Naomi, acha mimi niende na huyu mshikaji nyumbani nikampe huduma ya kwanza. Naomi akasema kwa nini ufanye hivyo? Salome akasema kuwa na utu hata kidogo. Umejaribu kufikiria bila huyu jamaa tungepata hasara kiasi gani? Tumshukuru huyu jamaa kwa kila kitu alichokifanya, maana bila yeye duka hili lingevunjwa. Basi Naomi kishingo upande alikubali. Salome alienda na mshikaji yule mpaka nyumbani kwake. Walivyofika mahali anapoishi Salome alimpa huduma ya kwanza mshikaji. Akamuuliza, ulijifunzia wapi kupambana na wahalifu? Mshikaji akajibu, nimejifunzia mtaani, maana nimewaona watu wengi wakipoteza mali zao hivi hivi. Salome akauliza, unaishi mtaani, ina maana wewe hauna ndugu? Jamaa akajibu, ndugu nilikuwa nao, ila nilipotezana nao miaka 15 iliyopita. Nilikuwa na kakaangu, tulipotezana, nilijaribu kumtafuta bila mafanikio. Dada Salome alihisi kitu, asija akawa yule aliyekuja kuuliza jana ndo kaka yake. Basi akamwambia mshikaji aende akaoge. Huyu mshikaji anaitwa Daniel. Baada ya mshikaji kutoka kuoga, Salome akaanza kumsifia pale, umependeza, umeonekana mtu mwingine. Basi mshikaji akasema asante. Daniel akaanza kujikagua majela yake, akanyanyua suruali hivi, mguuni kulikuwa na alama. Baada ya Salome kuiona, akakumbuka yule mshikaji wa jana alizungumzia alama kama hii, mbona na huyu mshikaji anayo? Basi dada Salome akamwambia Daniel, unaweza kupumzika hapa mara moja, mimi nakuja sasa hivi. Basi Salome akatoka, akaelekea dukani kule kwenye lile tangazo ambalo ameweka mshikaji. Basi Salome bila kusita alichukua namba, akamwambia John, ndugu yako ni naye hapa nyumbani. John akauliza wapi? Akamtajia address pale. Basi John akasema ndani ya dakika 20 ndakuwa nimefika hapo. Basi John akamsimulia mke wake, kuna mtu amenipigia simu kwamba kakaangu amempata. Basi mke wake akaanza kulalamika, kila siku unamtafuta ndugu yako huyo, unaacha kufanya shughuli zako, kazi kumtafuta ndugu yako, hivi utaacha lini? John akasema naelewa, ila saizi itakuwa ni mara ya mwisho, sitafuatilia tena nikimkosa. Mke wake akasema, unajua unapoteza mambo mengi kwa ajili ya kumtafuta ndugu yako, kwa nini usiache tu? Basi John akasema hii ni ya mwisho,
Mke wake kishingo upande akakubali. Basi Salome alikuwa na hekaheka nyingi. Rafiki yake anamuuliza, "We, kuna nini?" Akamwambia, "Nitakusimulia baadaye." Basi Salome alirudi nyumbani, akatulia mlangoni anamsubiria John. Basi John haraka sana alifika. Baada ya kufika, Salome akawakaribisha ndani. Ile kuingia ndani, wanakuta Daniel hayupo. Basi ilikuwa huzuni kwa John na Salome. John ikabidi aondoke. Tunakuja huku upande wa pili, Daniel yuko zake kitaa anapita mitaa ya dukani. Ghafla akaliona tangazo, akalichukua, akasema, "Huyu si mimi huyu." Salome ghafla akatokea akasema, "Huyo ni wewe na kakaako anakutafuta sana." Daniel akachanganyikiwa pale, ndampataje? Salome akamwambia, "Tulia." Pale wanabishana, gari la John likasimama. John akamuona Daniel, naye Daniel akamuona John, wakaangaliana. Basi John ikabidi ashuke kwenye gari amfuate ndugu yake. Ilikuwa ni furaha pale baada ya ndugu wawili kuonana waliopotezana muda mrefu, kwa sababu tangazo lilikuwa nasema atayempata Daniel atapata zawadi nono. Basi John akasema, "Itabidi nikulipe." Lakini Salome akasema, "Sikufanya hayo kwa ajili ya malipo." Daniel akasema, "Nitarudi tena." Basi John na Daniel waliondoka, wakabaki Naomi na Salome. Naomi akaanza kumlaumu Salome, "Hivi kwa nini hujachukua hela? Ina maana wewe hauna shida na hela?" Salome akabidi amtulize Naomi, "Usijali, pesa zinapatikana tu." Basi wakarudi dukani. Ni siku nyingine tena, Salome na Naomi kama kawaida wapo zao dukani, mishe zinaendelea kama kawa. Kuna mtu anaingia pale dukani. Salome kabla hajaangalia akasema, "Nikusaidie nini?" Ile kugeuka tu anakuta ni Daniel. Basi alifurahi kumuona Daniel amerudi tena, na Daniel akamwambia, "Si nilikwambia nitarudi? Na hii hapa ni kwa ajili yako." Salome akapokea. Naomi naye akaichukua. Naomi anaangalia mle kwenye bahasha nakuta ni cheki ya hela ndefu kinoma. Basi walifurahi kuonana hao wawili. Daniel akamwambia Salome, "Nahitaji tutoke dina." Naomi akasema, "Kubali." Naomi anapenda pei huyu. Basi Salome alikubali. Inaonekana na mapenzi yao ndivyo alivyoanza, na stori yetu inaishia hapa. Usisahau kusubscribe, kuturn on notification, usisahau kucomment ili uwe wa kwanza kupata recap kali kama hizi. Msimuliaji wako naitwa Baba TZ.